Hii ndo harusi ya Ipiana, mtoto wa Mbarikiwa. Amekuja kubariki, basi anabariki ndoa yake. Nimekurushia hapo mke wake. Na huyu anaitwa Doni, jitu ambalo lilikuwa jambazi lakini leo limeokoka. Nashukuru Mungu sana sana. Hebu nataka niwaone hao. Wako wapi majamaa? Ipiana Mwasiamura. Niambie baba mkubwa, anasema Ipiana yuko wapi namtafuta? Nipo nimetulia hapa. Aisee. Unajua nilijua mtatembelea bajaji, nilijua mtatembelea siwi nani? Hapana. Mnabiti nyewe watoto. Ongeleni, naona huko na mtumishi Imaja hapo. Hebu niambieni watumishi wa Mungu, leo ni nini? Leo ni ibada ya harusi. Tupo hapa. Kwanza mmependeza. Tunashukuru. Tunashukuru. Ibada ya harusi leo. Ndio. Nimetoka kuuliza huko, anasema eti kujilemba wenyewe. Kwa nini sasa? Yani sababu vijana wanapaka hata ka makeup kidogo ili wanasema upoe kidogo. Sasa nyie mbona mko halisia kabisa? Hii ni ibada ya harusi, lakini pia kivyo vyote, kwa sababu hata ungevaa gunia bado ingewezekana kufunga ndoa, kwa sababu hamna kitu cha ziada zaidi, kwa sababu cha msingi, kwa sababu unaweza ukawa umevaa vizuri lakini bado mnaweza mkao mmeoana bado kwenda kuishi ndani kaa changamoto. Kwa bora hata kama utakuwa umevaa ovyo lakini mkafunga ndoa na mkaendelea kuishi kwa amani. Kwa ndio kitu ambacho kinahitajika. Kwa sababu mimi ninachoangalia ni jambo kufanikiwa, siangalii nivaeje nionekaneje, hapana. Niko simple sana. Nashukuru Mungu niko sawa tu. Jamani, na yule msindikizaji wa kike yule mume wake ni huyu hapa, ambaye naye nimemhoji kwamba mbona hujabandika kope ili angalau ulemboe kidogo. Akasema nikibandika kope zikishatoka ataniona bado wa uhalisia vile vile. Niambie msindikizaji wangu wewe. Kweli tunashukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu, kwa sababu haikuwa rahisi. Mimi nishawafunga harusi kabla hapo. Leo ndugu yangu tena anafunga ndoa na mke wake. Lakini haikuwa rahisi kama tunavyotazamia. Ni kuna mtu ambaye anakuwa anatuelekeza namna gani ya kuishi, namna gani ya kuenenda ili paka kufikia hatua hii. Sio kawaida. Sio kawaida. Kukaguliwa simu. Sio kawaida. Kwa sababu hata nilikuwa naongea na ndugu yangu kwamba sisi wengine huenda kabla hatujaoa, huenda labda tulifanyaga mambo mengine kule. Lakini ndugu yangu naona yani kabla hajaoa yeye ndo yani hajafanya mambo yoyote. Hajapita huko duniani kabisa. Ndio maana amevaa suti nyeupe. Ndio kavaa suti nyeupe, manake bila hivyo leo angevaa nyeusi au jekundu. Alafu tungekuvalisha na sweta juu. Kwa mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Mbarikiwa. Ni kweli kabisa kuna mambo mengine watu wanaona ni kama ukoloni. Lakini kuna fahari yake. Baada ya kuvumilia hayo na kufuata yale, basi kuna fahari yake kama hii. Kwa jambo la kwanza ni kwamba tunachotaka vijana wote ambao hawajaoa na wadada ambao hawajaolewa ni kujitunza vizuri, kufanya ibada ili kufikia hatima hii. Kwa sababu ni utukufu kwa Mungu pia. Kwa mimi sina mengi sana. Kwa wasiwe na haraka, unasema wadada wasiwe na haraka ya kwenda kujiuza miili yao. Ndio. Ama kuzini ovyo. Ndio. Kwa ajili ya heshima yao. Ndio. Kwa ni fahari pia kwa wazazi. Mungu pia anakuwa anaona kabisa andiko lile ambalo anasema kwamba watu wanapokuwa wanaoana ni vizuri wakutane ambao hawajawahi fanya mambo mengi. Kwa mimi nampongeza sana ndugu yangu sana, lakini pia pongezi kubwa kwa mchungaji kwa sababu haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kumsimamia mtu ambaye naye ni mtu mzima sasa. Inakuwa sio jambo. Yaani naona kabisa mbona anifuatilia kama mwenyewe nakula mwenyewe natafuta mwenyewe. Leo yeye ananifuatilia kwa nini? Lakini kama hivi leo ni fahari, mbingu zenyewe zimekubali na zimefurahia kwa jambo kama hili. Kwa mimi naona tuendelee na huko mbele tunaendelea na ibada nyingine kutimiza hii ndoa. Amen.
Mungu awabariki sana, nimefurahi kuwaona.